Ladies and gentlemen, omogusi ominto ose abagusi ba minto. There is this story ambayo nimeiangalia, nimeifuatilia, which is so sad. It is so unfortunate that hiyo kitendo ilifanyika. I know you have heard na mmefuatilia sana the story of Sheila, a lady who was murdered, who was killed by her GSU lover, Lia Lam. So there's very many versions about the story. There's so many versions of the story, zenye zingine za uongo, zingine ziko na so many twists about the story about Sheila. But today I have the truth finally imepatikana. I know you would like to know what happened, what transpired, why the lady was killed. Ndio mwache propaganda. And sometimes if you don't have information, you better keep quiet. I've taken time, ndio maana sijaongelelea this story. I've taken time to know, actually to investigate and know the truth about what happened. So tumesikia the neighbors from Lamu, kule ambapo Sheila alikuwa anafanya kazi, kule ambapo alikuwa anaishi, kule Lamu. We have the side from Sheila's parents home, brothers and sisters, na mamake ameweza kuongea nyali kwa Raramugano. I think you have umeiona kwa social media, I think umeiona, but if not, tuko na hizo video tutakuwekea hapo. We have heard from Moses side, Korua Moses GSU officer ambaye ndio the mastermind, ndio the culprit, yeah, ndio mtu alifanya hiyo mambo. So tumesikia from the side, and it's unfortunate that the boy has no parents, ana wazazi tabu ati Bible. Nimefanya pia utafiti wangu kivyangu, and I think you have your version of the story. So without wasting time, naba background information, naba background asibali mutamaiti kikiagenderete muswati omo na rukoro kwa Sheila ambaye alikuwa mwalimu, alikuwa anafunza one of the junior secondary schools kule Lamu, ambaye majuzi hivi aliweza kuuliwa na mwenye ilisemekana alikuwa mpenzi wake, ambaye pia alikuwa ni GSU officer situated at Lamu. So alikatisha maisha yake ghafla juzi tu, but the main reason ya sababu bono ya jitokezile is jealousy. There's nothing like cheating. Okay, diana kwa aga brief tu aga ntaka sini ini before ngwelezea uchime, before nikuelezee kuna ndani. Sheila alikuwa na huyu mwanaume anaitwa Moses, a GSU officer, before apate kazi ya permanent and pensionable. Kumbuka at first alienda kule Lamu kama intern teacher ambao alikuwa anapewa pesa tu kidogo. So after sasa afterwards, sitaki kusema ni pesa zilimfanya ka change mind. I don't want to be misquoted. I don't want to be museme ati niko na mafikira ya kwamba nimesema pesa ndio zilifanya. But of course, wewe utafikiria uone ni nini ilifanya ngikiagarete. So afterwards, Sheila akaanza kuona this is not I think I didn't make the right decision. This is not the right guy for me. This guy is not for me. This guy hapana, I made a wrong decision. I think I should reconsider my decision. So ni kama alimkataa. The boy haku accept. Yani aliona kai siwezi aje au nitaishi aje bila huyu mwanamke, na vile nimeanza siwezi, eri tu tukufe basi sisi wote tutoke hii duniani. Because of that, because kutokubali kuachwa. This, okay, mnaweza kuwa mmesikia dharuma sijui nini eti alisema mzalia akakataa sijui nini. There's nothing like that. The thing was
Sheila alikataa huyu jamaa, aliona there is a probability, aliona ya kwamba she made decision ya mapema ambayo ilikuwa premature. She made a wrong decision. Huyu jamaa mufai, this jamaa si type yake, so alisema hii uhusiano imeisha kabisa, imeisha. So aenda kivyako, mi nikae kivyangu. Yenye tulikuwa nayo is about the past, wewe ni ex, so mi wacha nikae kivyangu. So the guy didn't accept, akaona heri tu nijimalize na wewe niwamalize, tuende katika tupambane huko hiyo dunia nyingine. So that is how venye hizo mambo ilifanyika, hiyo ndio ilikuwa chanzo. So this is now the story. Acha nikuwekee yanko hapo ni story wasio bugakale. Sylvia alizaliwa in the year 1992 Mkisii, akasoma vizuri mpaka akafika university, akaenda university ya Kisii kusomea walimu, teaching education, akamaliza in 2017. But before amalize campus, akiwa second year aliweza kukaa na boyfriend, you know, kawaida ya campus is wote. Okay, some of us tulikuwa campus, you know, some of you know maisha ya campus kule imagine area ya alizaa, and that was a very good thing. Otherwise vitu zinafanyika so terrible. But yeye akakaa mtu mzuri, akazaa mtoto, akalea mimba. I don't know kama ilikuwa bahati mbaya, but alilea, akazaa mtoto akiwa second year. The boy akamaliza campus in 2017, akatafuta maisha, akaolewa, akazaa mtoto msichana mwenye sasa ni mkufi. So ndoa yake ni kama ilikuwa na mambo mingi, akaona wake, akatoka kwa ndoa, akajaribu kuapply, bahati mbaya ama bahati mzuri akapata kazi, but so many kilometers away from home, kule Lamu. Ikambidi aweze kutravel mpaka Lamu, akaenda Lamu, akaanza kupata kazi as an intern. But afterwards, after 1-2 years, akaweza, bahati mzuri ikamwangukia, akaweza kupata kazi in permanent and pensionable, mshahara ikapanda. So katika huko Lamu wakiwa kama internship, you see mshahara ya internship ni mshahara kidogo, between 17 to 20, si pesa mingi. Ukiwa na majukumu, kwa hata majukumu unabana na hata hivyo sometimes na hata mahitaji yao, so pesa ni kidogo. Akakuwa na boyfriends, that is where now Moses anakuja hii ya GSC officer, akaanza kumongelesha, ni aje mambo vipi, si tufanye mambo, unajua sasa mkiwa lazima mambo ifanyike, we are human beings, tuko na hormones, maisha iko hivyo. So wakakuwa boyfriend, wakakuwa tu kama wapenzi. So kumbe huyu jamaa ameoa nyumbani, ako na bibi na ako na mtoto mmoja, so wakaanza kuishi kama wapenzi. So you see, because huyo msichana alikuwa intern, pesa ilikuwa kidogo, jamaa alikuwa na pesa at least, na hakuwa sometimes, najua the guys, hata kama wako na pesa kidogo, wanaume lazima ajionyeshe kwa demu yake, like anaweza msupport. So hata kama pesa, sisemi walikuwa nakula pesa mzuri ama pesa mingi, but alikuwa na msupport huyu dem, so alikuwa anamshughulikia kabisa. So wakati dem ameanza sasa, amepata kazi, kumbuka ameipata the end of 2024 last year. Wakati sasa amepata hii kazi, slow by slow akaanza kuona I made a wrong decision. The decision I made in choosing this guy is not the right decision. I think this is not the right person for me. This I must have nilimake decision ya haraka sana. I must reconsider my decision. So akakuwa anamuacha. So slow, najua kufukuzae, akwambii toka. So the boy alikuwa naona, hapa ni kama nitatokwa namna gani, mimi itakuwaje, ana mambo kama hii na change. So at long last ikakuwa very clear that the girl amtaki kabisa, na akamwambia mimi sasa sioni. But jamaa hakukubali, akajaribu kujitetea. Wapi? Akajaribu kuonyesha kwamba
aki niko serious. Na sasa unajua future ya Sheila, the future of Sheila ilikuwa sasa inaonekana kama inaenda kung'aa, inaenda kushine. Sasa jamaa mapenzi ka increase. Akakuwa so serious, akaona mtu anaenda kukaa success, lazima sasa nikae na yeye, na huyu ndio sasa, hata kama nimeoa nyumbani, maybe tunaweza hata achana na yule, ama huyu anaweza kuwa mke wa pili. So yeah, jamaa aku accept, akajaribu kujitetea wapi, akajaribu yake yote, it didn't materialize. So kumbe Sheila alikuwa make decision already, so akaanza kuongea na mtu mwingine, probably mtu a colleague place alikuwa anafunza. The guy akaona kama ni madharau, akaona kama si hata kama ni madharau, but akaanza kufikiria nitaishi aje bila huyu binti, nitaishi aje. Akakumbuka the good moments he had, akakumbuka mambo yote wamefanya na yeye, akaona hapana, hapa it's either tuende na yeye, hakuna, sisi wote tunaenda. Siwezi ishi bila huyu dem, na yeye siwezi mwacha hii dunia eti sasa napeana kitu ingekuwa yangu. Hapana, wacha tukufe kama ni kukufa. Hiyo usiku sasa yenye wameenda kufanyia hiyo mambo, wakaanza kufurugana. Jamaa alikuwa na decision moja tu, alikuja kwa lengo tu moja tu, kumaliza na kumaliza kila mtu mwenye atakuwa kwa hiyo nyumba. So akakuja, they argued, kaanza kugombana, then jamaa akachukua silaha ambaye alipewa kulinda sisi kutoka kwa majangili, kutoka kwa Al-Shabaab, kutoka kwa mikora. Akampiga risasi 2, akafa, kaanguka chini akafa. Kageukia mtoto mwenye hana hatia, akampiga risasi akafa. The guy turned the gun, akajiua pia, 1 bullet, pia yeye akaiaga dunia. Majirani wakasikia milio ya risasi, they had to inform the police, ambao waliact, wakakuja na wakatoa mili hapo. So that is how Sheila died. He died, alikufa kwa sababu alikataa huyu jamaa, na huyu jamaa alimuua kwa sababu hakupenda kukataliwa, hakukubali kukataliwa. Kumbuka, this is not the first incident ambayo tunaona mtu akikataliwa anaua. This is not the first, but I think sijui sasa ni advice ama tusi advise, because sometimes watu wanafanya hivi si eti wanapenda kufanya hivi. For example, ninge advise that ukiacha mtu hata wewe, look for a formula yenye unaweza mwacha. Lakini pia tukisema what is the best formula ya kuacha mtu? Formula ni gani ya kuacha mtu? Kama utaki surely, unless tu utoroke ukae. Imagine hata ukitoroka, you remember in 2019 there's a guy alitravel all the way from Nairobi kwenda Eldoret Moi kuua msichana, akampiga msichana shoka, alikuwa anaitwa Ivy, akampiga akamuua. He traveled all the way from Nairobi mpaka alimuulia akitoka hospitali. So hakuna kama hata ukijificha, there is no best formula ya kukataa mtu. Ni ukae chini, labda muende tu muombewe hiyo pepo itoke kabisa. Sometimes it's hard to believe that umeachwa. Sometimes hata hao watu wanauana, sometimes tunaweza chukulia ati ni rahisi ati mbona kufanya hivi, mbona sasa mtu akiachwa haachiki. Sometimes it's not easy. I'm not advocating for that. I'm not subscribing. I don't subscribe at him. But sometimes it's hard. It's hard. Mtu anakosa otherwise. Do you think mtu akifikia decision mpaka yeye anataka kujimaliza, huyo ni mtu mwenye number 1 amelaki counseling, amelaki advice, na amelaki utulivu tu, kujiongelesha, kujiita kama mkutano. Si mtu anapenda. Sometimes si mtu anapenda. But let me say this. Sometimes decision tuna make, tusiwahi rush to make a decision.
tusiwai rush to make a decision. Twaitire wakorire umuntu kwang'itire gusina gwitire. It's me. But what about people wenye wana depend on me? What about people wana depend on this lady Sheila? Ona wazazi venye wanalia, ndugu zake, dada zake, mtoto ameacha venye analia. Muna affect the family. Wasomire mwana kuru nursery, primary, secondary, mpaka university. Ekera bona ikereire ubuke. Ekera ikereire ubuke bono muisaransite muganyite murie ubuke bono bwakire aikereire ndio anakuwa eliminated. Aba gusiba minto. There is nobody akona right ya kuua mtu. Hiyo nayo tuna agree kabisa. But do you think kuna mtu anapenda kuua mtu pia? Ama sabo atakire. Ama sabo na atakire. Monso asa bana batokina. Me included. Ama sabo buri atakire kabisa. Abantu babe informed. Buna this might happen. Ikinege ntokele kibwate possibility yo happen, and this is how you should behave. This is how you should cancel yourself. This is how you utakele go treat again in case ki happen. Yes. Because this is not the first incident, and there is a very possibility huyu jamaa pia wakati alikuwa naona hizo vitu zingine pia alikuwa anashanga huyu jamaa anaua mtu mwingine ako na akili kweli. Anajua hapa hii dunia kuna wasichana wengi. There is a probability huyu jamaa alikuwa anasikia hivyo, but sasa imemfikia. Let me repeat this. There is nobody who is perfect in this world. There is nobody uratenga nje no mokongu erindi konyora. There is nobody anaweza jigamba, including me, including Matiang'i. Nobody. There is nobody, including Faruku Kibet. There is nobody ambaye anaweza jigamba kabisa eti mimi niko na roho ya chuma, hii yezi nipata. Mbona watu wana akili wanafanya vitu za upumbavu? There's nobody. There is nobody. Even the Bible says in the book of Romans 3 verse 10, there is nobody who's perfect, I mean. Akiama sabona atakire twensipi ototakire tusabe Nyasaye atubwatesie atokonye atugaidie tonyako make a good moral, social and spiritual decisions. Tira tokonye ase amagima itu ali mutwe. Twensipi tutakire to make good decisions. Tumusabe tata Nyasaye atubwa tokoboko atugaidi to make good decisions. Ama temwachire shaitani ntongaina nanga shaitani tayo. Shaitani hako. Shaitani nware. Ako ama tamatemu kigima. Lakini kitora baba ororoiga. Nga tubu. Na ando nitayo ore perfect. Mpaka barito kwa na mangana nga toko criticize kabisa nga umonto yuga akitiga karanga takore taya. Hata mimi naweza nipata. Nobody is perfect, but God I'm praying. Mungu anipe self control. Nyasaye tigatumu sabato self control. Tonya koba tunga towe control ase ebinto biribira atonyore amatembu na yara atonyore tumusabe self control tumayenga toko egaili tumayenga toko irebinto tumayenga ngakito komenyense. Because now tuna affect especially our parents when you wanna baliba plege toko semeli kabisa asitole orora muno mu iborio obwate arthritis obwate pressure obwate high blood sugar michandu kie. And they say no parent anafaa kuzika mtoto wake mwibuli tayo obwanete kutindeka umwana we. It's quite unfortunate. Mati njeti nko charge on the ones Nyasaye obwato bwa ko charge. Nyasaye obwato bwa ko charge. Tika tu renkera critical. To renkera kabisa tutwale tuigole birengera ngabantu. Nore tuchite school. Tika tuigole kabisa birengera. Tomanye ekintonge toko fight. Ekintonge toko ruana nakio. Tuigole birengera bitu. Ekintekenene tika tubuchia masabo. Tosabe Nyasaye atugaide
naende tiga tuteare buna abantu babwate obong'aini na echisemi. Igo ekero togosaba Nyasaye ebinto bionsi pi kitang'ani tiga tomusaba obong'aini. Let's ask God for wisdom atorae naende atogaidie gose atogaidie okorana na okogaide. I don't have much to talk. It's so sad. Imagine nimete rigu oyo libetete no monyene abagusi bagatera ng'a bwanchie mbwa mweri kwa omosunte bwabura bagateba ng'a rigu limbetete ninche ng'igwete igo rigu na omonyene ori ribetete nero oigwete intwe eamate togochana bosa igo eamate togochana bosa igo rigu riri ribetete omonto ori ribetete nere boiko oigwete obororo rimobeterete. Yeah, just imagine ng'aki mama omwabo abaisike bamwabo abamura bamwabo aigwete. It's not easy. Tiga tosabera ase efamily totai Nyasaye abagate aba comfort naende abarae gaki tibatwara oboremu during this trying moment. I'm sorry to the family bono ntokomanya emeroberi ya Nyasaye gekogera Nyasaye agoteba ng'a nere obwate emeroberi ya kero yomo nere omaete chingaki na chinsa kero omonto ararue gose arang'anye korwa ase ogoika bwa echisee. Igo nore ng'a tinanya komanya the meaning of that, especially the role of God ase kero omonto buna amenyete oboika bwa ense naende buna akong'anya oboika bwa ense. So that means simply igo Nyasaye namanyete ng'a sheira gose amang'ana buna aywo akorekanete nabo aranyare gokorekana enchera eywo akorekanete. Igo bono probably na emeroberi ya omonene tata Nyasaye naende nere omaete ekero toratware ogosemeri buna okwo gose ekero toratware okomanya buna okwo igo nabo efamily eri engima egotwara obotoereru naende let's pray hard Nyasaye atomente obongo atomente obong'aini tonyare komanya ng'a togotara. Buya mono ninkobwateria omogano oyo erinde nkomanya boikeranu ameroberi yonsi pi buna egenderete inche ngorokwa AC Bon Nyasaye oyo.